Ndolo, 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 I like your courage. Hiyo courage ndio huyu jamaa anataka. Si eti anakuja anakukujia hapo na wewe unaingia baridi. Ebu angalia saa hizi huyu jamaa anakimbizana na Mazuri sababu alikuja kujua Mazuri ni muoga. Lakini wakati Ndolo alimface, aliona huyu pia ni gaindi kama mimi, huyu hatutawezana. I like the courage. Yaani Ndolo unamwambia mpaka we umeandika will. Hakuna kitu unangoja, unatafuta wa kukumaliza. That is the courage that we want. Tukipata wanaume wawili watatu kama Ndolo wa kupatana na huyu OCS huyu, sidhani kama atabaki. Sababu nimekuja kujua the Futsubish ako under huyu OCS. Hawa watu wenye wanatesa Raf wako na huyu OCS. Wale watu wenye wako kwa senior dev wako na huyu OCS. Yaani huyu OCS anataka kila mtu mwenye anafanya loyalty test, kila mtu mwenye anaongea kwa social media, yoyote mwenye anaweza muanika anataka aondolewe. Guys, look at Raf. Angalia ile mateso Raf anapitia. Na hata wale wenye wanatesa Raf hata hawafai mask. Hata wanampigia simu live on camera. Hawaogopi kitu chochote. Niambia hao watu ni nini wanataka. Look at Futsubish. Futsubish ukiangalia mahali amefuatiliwa na Mazuri. Kabisa unaangalia unaona huyo OCS juu anaenda anawapea pesa. So that day walikuwa wanapewa pesa ilikuwa after kutoka kwa senior dev. So walikuwa wanapewa ile pesa ndio waende wakidnap Pastor Shaw. Saizi ndio hao wanasema wamemtoa kidini. Ukiangalia kwa Raf, wanatesa Raf sababu Raf aliweza kuokoa yule mtoto kiwete. Sasa wanataka juu yule mtoto waliokolewa na walikuwa wanaona ni pesa, ile pesa wa revenge wairudishe na Raf. Mpaka unashindwa kwa nini government imenyamaza? Unashindwa kunakosa tu mtu mmoja tu anaona hii mateso yote, at least hata arudi nyuma ya hawa magaidi, hawa the goons, kwanza wapiganwe nawe kabisa, wafie kwa wote waishi. Sababu huyu the OCS ndiye amebeba hawa manguns, yani ako na more than 100 goons. Sababu ukiangalia wenye walikuwa kwa senior dev hao jamani wengi sana. Angalia hawa wenye wako na Raf. Look at wenye wako na Pastor Shaw. Na wengine sasa hatujajua na target akina nani. Ndio huyo sasa ameanza kutarget Mazuri. So before akuje kupata Mazuri, aki Mungu si utende tu. Aki Mungu si utende tu kitu huyu akuwe ameshikwa sababu ile target ako nayo ya Mazuri hana plani mzuri na hatujui kutaenda aje. Mazuri hata anaprotectiwa na Ndolo. Ndolo is a bodyguard there. Apatane tu na Ndolo tu hivyo kona mbaya. Sababu huyu OCS ako hapa kumaliza. Yani ana huruma wowote kabisa. Tukikumbuka alimaliza Grace, mtoto msichana. Ameulizwa nini? Mbona akakula pesa ya Grace na akammaliza na anajigamba ako na pesa? Anajigamba venye ako na pesa. Wanataka kumaliza watoto Kenya halafu. Mpaka sometimes unafikiria utatorokea wapi na watoto wako. Utaenda wapi na watoto wako? Zile ni zile nyakati za mwisho. Zenye kulisemekana that mtu yoyote ambaye atakuwa na mtoto mdogo atakuwa kwa shida. Mbona wanaimba watoto? Mbona nini biashara imekuwa ni watoto? Si hata ni afadhali waimbe ng'ombe na mbuzi huko, at least ukiamka unakuta hauna anything, unajua ni magaindi waliimba. Sasa hizi viungo za mwili, sijui Nigerians wamekuwa nini sababu guys hizi viungo za mwili zinauzwa Nigeria. Hao ndio wamefanya watu kukua wazimu, ati watu hawali wakiwinda watoto. Guys, I don't know.
nimekaa hivi nikashindwa, tutaomba Mungu aje atusikie. Tutalilia Mungu na njia gani atusikie? Sababu hii mateso mpaka sometimes unashindwa ni kuinstall, utainstall YouTube uache kuona, unashindwa utafanya nini, unarudi unaona ni afadhali ukiona ndio uko unajua chenye kinaendelea. Guys, ni kumbaya. Guy ndiye mtu hapa, one of the goons anamwambia ama tuachane na hawa tuanze kuimba watoto. Anamwambia kwanza sitaki watoto saa hii. Kwanza nataka kumaliza hawa watu wote wako social media, wako YouTube wanaposti hizo vitu. Guys, mambo inaendelea kukua mambaya. Sijui huyu jamaa ako na magunzi wangapi, apart from hawa watu wenye tunaona. Hatujui ako na wengine wangapi. Na hatujui target yake ni gani. Saizi amepatana na Tom. So hatujui. Tom juu umejua huyu mtu. Na ni lazima utaelezwa na akina Ndolo huyu ni mtu wa aina gani. Which step are you going to take after this? So but the courage of Ndolo, guys. Huyu jamaa akikuja apatane na watu kama watatu. Ama akuwe ni Ndolo na Ndolo mwingine walikuwa hapo. Two mighty men. Alikuwa nabishana nao hapo penye anabishana na Mazuri na Ndolo. Huyo jamaa hata angeitiwa Tom. Sababu Ndolo alikuwa pale kufa kupona. Kufa kupona ni hiyo mguu imemzuilia. Anamwambia yes, mimi nimewahi kufa nikafufuka. Niue tena nitafufuka tu. Anashindwa huyu ni wa wapi. But guys, huyu mwanaume sijui ametoka wapi. Yaani sijui ni serikali ya aina gani. Sijui kwani serikali imeajiri wakora peke yake ama serikali iko na akina nani. Sababu hakueleweki. This is so weird. Hii ni mambo hata wewe mwenyewe ukitembea kwa barabara na uko kwenu unasikia uko na uoga. Yaani venye watu walikuwa wanasafiri Saudi kule wakiwa na uoga, sai Saudi watu hata hawaogopi. Wanaogopa wakiwa kwa Kenya yao. Unarudi unashangaa, labda kuna mtu wako pale, mtoto wako kule, unashangaa. Tutaomba ombi gani Mungu aweze kutusikia alinde hao watoto? Ni ombi gani watu watalilia Mungu nalo? Sababu hawa watu Anyway guys, hii ni mambo inatutia wasiwasi, inatutia uoga, lakini tunajua that Mungu bado anaona. Mungu bado anasikia kilio chetu. Na that why kumeteuliwa watume wapigane vita. Kumeteuliwa watu wa kupigana vita akina Ndangulu, akina Chisaka. Na tuombe Mungu sana aweze kuokolewa. Raf na Pastor Show, hao watu wanateseka. Na hatujui akina Chambe na wao wako wapi. So guys, tuombe na tuombe sana. Nawapenda sana. Let us meet to the next video.